Mnamkumbuka yule mwizi pale msalabani? Kulikuwa na wezi wawili, Biblia inaita wanyang'anyi wawili. Yesu amesulubiwa katikati yao. Mmoja akajifanya mbabe, akamtukana Yesu, akasema, wewe unajifanya Kristo, jiokoe basi. Mwenzake akasema, wewe wacha haya maneno, umuogopi hata Mungu? Huo ufunuo alipata wapi? Umuogopi hata Mungu? Sisi tumesulubiwa hapa, ni haki yetu. Kuna vitu tumefanya, huyu hajafanya kosa lolote, alafu akamgeukia. Ukifika huko unikumbuke, manake yalikuwa maombi yake sahihi. Unasema kwa nini? Hakuna hata mtu mmoja aliyemuombea alipokuwa mwizi. Ghafla kakutanishwa na Yesu usoni, langoni. Mungu akampa msaada. Sasa sijajua kama ni maombi ya bibi yake au ni maombi ya jirani yake yaliyomtengenezea mazingira ya namna hiyo, lakini ninachojua Yesu akamwambia, leo hii tutakuwa pamoja huko. Okay. Wamekufa. Sema wamekufa. Okay, twende upande mwingine. Alafu tumtazame yule mwizi aliyekuwa anatukana. Anamwangalia mwenzake. Wameshikana na Yesu, wanaingia Yerusalemu ya mbinguni. Unajua, inawezekana kabisa akamuita jina. Alo, yaani unataka kuniambia ile sala tu uliyofanya ile umeula namna hii? Ile sala tu ile kidogo pale, mbona mimi imeniacha? Kwa kweli nilikuwa natania tu, sio kwamba nilikuwa serious kumtukana. Uwezo ukazungumza naye anisaidie na mimi, yani unaniacha. Alo, sala ya toba inakuseparate na mtu mwingine. Wewe unaweza ukadharau ukaona ni kitu kidogo sana, lakini katika ulimwengu wa roho unaposema hiyo sala kwa imani, kuna kitu Mungu anafungua. Unasema, Mwakasege unaongea kitu gani? Niliulizwa swali hilo kwenye baraza la Bwana wakati nilipokuwa ninaomba kwa ajili ya ujumbe wa Dar es Salaam, na nilipokuwa napewa kitu cha kusema, maana nimepewa vitu vingi, alafu akaniambia hiki cha kusema, hiki cha kunyamaza, hiki cha kusema, hiki cha kunyamaza. Kilipofika hiki akaniuliza swali, ule mzigo wa maombi mliokuwa nao katika nchi ya kwenu wa kuomba kwa ajili ya watu waliokoka, umeenda wapi? Mmeupeleka wapi? Unasema, Mwakasege unaongea kitu gani? Nilionyeshwa picha. Mungu akanikumbusha vitu vingi sana. Wakati tulikuwa tunajadiliana na mke wangu, namweleza ujumbe, tukaanza kujadiliana, tunatizama, tukaanza kuangalia historia, makanisa ambayo yalikuwa na mikutano ya kiroho kila mwezi, na watu wanaokoka, watu wanashuhudiwa, wanaenda nyumba kwa nyumba. Tuliona watu ambao walikuwa na mizigo. Utasikia mikutano 3, 4, 5 kwenye mji mmoja. Unaona watu wanafanya mikesha. Watu walikuwa wanaita watu kuokoka Jumapili.